Asiyesikia la mkuu huvunjika guu, na duniani hakuna siri. Yaani hapa mawazo kuna sehemu naenda kwa ndio maana ukaona. Jambo kidogo tulikuwa tunaongea mimi na ndugu yangu hapa. Kwa hiyo tukawa tunataka kukushirikisha kidogo, umeona, kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, unaweza ukatugia ushauri na saa na kutufundisha jinsi gani vijana tuishi. Bwana mtumishi, naam, nilikuwa na jambo moja la kuhusu ndugu yangu hapa. Huyu ndugu yangu anatembea na mke wa mtu. Kwa hiyo tukawa yani alikuwa mchumba wake kipindi cha nyuma, lakini kwa sasa yule mwanamke nikashaolewa, yani ni mali ya mtu. Lakini ndugu yangu hapa japokuwa washaanza kitambo kwa alivyonielekeza, lakini huyu anatembea na mke wa mtu. Sasa mimi nikaona bora ili jambo kidogo tukushirikisha wewe mchungaji, mtumishi, umeona, ili utusaidie tunalimaliza vipi hili jambo. Kwanza nashukuru kwa kuniuliza hili jambo. Ndio. Kidogo tupeane faida. Ndio. Sababu nyinyi ni vijana. Ndio. Na haya mambo natakuwa muyajue. Ndio. Kutembea na mke wa mtu haijakaa vizuri. Sababu hata Mungu aliyotuumba anatukataza. Sababu kusoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 17, naam, Mungu amesema usitamani mwanamke wa mtu mwingine. Ndio. Sababu ni dhambi. Ndio. Mungu anaposema usitembee na mke wa mtu, ana maana hii, mwanamke wa mtu huwa anamstiri mume wake na mume wa mtu huwa anamstiri mke wake. Sisi wanadamu tumeumbwa kuwa na mapungufu. Ndio. Kwa sasa kwa mtu ambaye atatembea na mke wa mtu hataweza kuvumilia yale mapungufu ya yule mwanamke anayetembea naye. Ndio. Kwa sababu anaweza akaja kama nyinyi vijana mko hapa, mko wengi, anaweza akaja akatembea na mke wa mtu afu akakuta madhaifu, akaja hapa akaanza kumwanika. Ile sio nzuri. Ndio maana Mungu akaonya. Sisi kama watu wa Mungu tunaishi hapa duniani. Maisha duniani maisha ya kitambo kidogo. Kwa hiyo kama tukiondoka hapa duniani tunaenda kwa Mungu, tutaenda kujibu nini? Kwa hiyo sisi kama watumishi wa Mungu ni lazima tuambie nini ndio kweli ya Mungu. Kwa hiyo kutembea na mke wa mtu sio jambo yake. Kwa hiyo Mungu anaposema usitembee na mke wa mtu amemaanisha, kwa sababu Mungu amekuwepo kabla yetu, na ndio maana hata maandiko yakatuonya. Kwa hiyo kama kijana wangu unatembea na mke wa mtu unafanya vibaya, kwa sababu kama ungekuwa unatamani awe mke wako ungemuoa. Lakini kwa sababu haukuwa na lengo la kumuoa, ulikuwa na lengo tu la kumhadaa, lakini mtu mwenye lengo zuri akaamua kumuoa. Kwa hiyo kwa sababu wanawake wako wengi, mimi nakushauri kama mtumishi wa Mungu, ni lazima utafute mwanamke aliyo mke wako. Ndio. Kwa sababu maandiko yanasema mke atautawala mwili wa mume wake na mume atautawala mwili wa mke wake. Sasa ndio maana hata pale wakati mwanzo Mungu amemuumba Adamu, alimwambia nitakutafutia msaidizi. Sasa msaidizi hawezi kuwa akawasaidia watu wawili. Kwa mke wa mtu yupo mahususi kwa sababu ya mume wake, na mume yuko mahususi kwa sababu ya mke wake, na wanasitiliana na kufarijiana. Kwa hili jambo nashukuru sana kama kijana umeniuliza, inaweza ikawa faida kwako na kwa watu wengine. Hii sio nzuri. Tembea na mke wa mtu kwa sababu ni kosa mbele za Mungu, kwa sababu wanadamu tunaishi duniani, lakini kesho tutakuwepo kwa Mungu. Tutaenda kujibu nini? Sio jambo zuri. Inawezekana huyu rafiki yako labda alikuwa anatembea na mke wa mtu kwa sababu alikuwa hajui. Labda kijana wangu tu mimi nikupe pole. Lakini Mungu yupo kwa kila mmoja. Kwa hiyo kwa sababu ulitembea na mke wa mtu ulikuwa haujui, ni kitendo cha kwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, mimi ni mkosaji, ndio maana nimekuja mbele zako. Na Mungu anakusamehe, na yule mwanamke anatakiwa umueleze ukweli. Bwana ndugu yangu, tulikuwa tunafanya hili jambo kwa sababu tulikuwa hatujui, lakini nimekutana na mtumishi wa Mungu amenieleza kweli yote na mimi nimeelewa. Sisi tunashukuru kwa kutugia neno, na mwenye kusikia amesikia na mwenye kulichukua amelichukua. Ila kwa mimi naamini kwa sababu umetupa somo na umetupa maelekezo ambayo dini inatakaje na hata sisi wenyewe tunatakiwa tuwaje. Umeona? Kwa sababu mimi nadhani ndugu yangu ana la kujifunza. Na hata mimi nimejifunza kupitia yeye. Ila tunakushukuru sana na tunaomba huo unakuja mara kwa mara kututembelea na kutupa nasaha, maana sisi hatujakamilika. Mimi nashukuru vijana wangu kama mmenielewa. Mimi nimwambie iliyo kweli ya Mungu. Sababu mimi ni mtumishi wa Mungu na niwaambie vijana iliyo kweli ya Mungu. Unajua kuna dhambi tunaitenda kwa sababu hatujui.
Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza inasema, mlisi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa yeye ni bwana wa vyote. Kwa sababu mlikuwa hamjui hili jambo, ndio maana mkawa watumwa wa hiyo dhambi. Lakini kwa sasa hivi mmeshajua, hamtakuwa tena watoto. Naelewa vijana wangu? Kwa hiyo vijana wangu, mimi nawashukuru. Nashukuru kwa muda wenu. Nimepata kile ambacho mlikuwa mkijiuliza kuhusu tufanyaje kama vijana. Mungu anataka vijana mtumikie Mungu. Kwa maana maandiko yanasema tumikie Mungu wakati wa ujana wako kabla hazijaja zile siku zilizo mbaya. Kwa hiyo mimi nawakaribisha kwenye ibada. Mimi nahudumu kanisa moja liko ng'ambo pale linaitwa Kelopiti. Mchungaji wangu anaitwa Beatus Magesa. Mimi kwa majina naitwa Sami Elisante George, ni mwokoka na mpenda Yesu na nahubiri habari za Mungu. Napenda watu wamjue Mungu kwa sababu ukimjua Mungu utayajua hata makosa, kwa sababu Mungu amejipambanua kupitia neno lake. Kwa hiyo ukimjua Mungu, ukijua neno la Mungu, hautatenda dhambi. Kwa hiyo nawakaribisheni kwenye ibada Jumapili. Jumatano tuna ibada ya mafundisho na kulichambua neno. Ijumaa tuna ibada ya maombi na maombezi. Jumapili tuna ibada kuu. Kwa hiyo kama mkipata nafasi, mimi niwakaribisha vijana wangu. Kijana, usiogope. Usiogope, usiwe mnyonge kwa sababu naona umekuwa mnyonge, lakini nadhani hili neno limekuondoa kwenye unyonge. Kuanzia sasa mimi nakushauri kuwa na nguvu. Sawa? Fanya kazi, wewe bado kijana. Kaa utulie, muombe Mungu, atakupatia naye mwanamke aliyo safi ambaye atakuwa msaidizi wako. Basi sawa, mchungaji, mimi nimekuelewa. Mimi nashukuru. Njema. Basi uwe na makazi mema bwana. Mungu awabariki sana. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu, na duniani hakuna siri. Kila ubaya unaofanya kwa siri, kuna siku utakuwa bayana. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu, na duniani hakuna siri. Kila ubaya unaofanya kwa siri, kuna siku utakuwa bayana. Halo. Niambie Konde. Ba fresh, uko wapi? Fresh, niko nyumbani hapa. Kama nilivyokuambia nitakuthibitishia mwanangu.
Sasa nataka uje hapa sasa hivi uje umuone huyu shemeji mwanangu, kaingia kwa hapa kwa huyu jamaa hapa mara moja nilikuelekeza. Fanya haraka dakika 5 mwanangu, faster. Haya poa, faster hapo, chukua boda faster. Roho yangu ina maumivu, usilolijua ni usiku wa giza. Siamini kama kipenzi cha moyo leo ananiliza. Anga langu hili cheza mbali dogo, mtaa unanitambua, jina langu Big. Hapa jenga, mimi ndo bosi, wewe kaa chini. Ukivuka mstari utajua noma kweli. Mnyama niko getini, nikinga gang langu mbele. Heshima kwanza, la sivyo utaiona kazi. Cheza mbali, cheza mbali. Umeona anapokaa yule mjinga? Ukifanya kosa hili moja tu na kuamini, sitaki makosa. Tumepewa kazi, tutekeleze kazi. Sawa mkubwa. Oe, mjomba nishamwelekeza, tunapofanya kazi za watu tufanye kwa usahihi. Anga langu hili cheza mbali dogo, mtaa unanitambua, jina langu Big. Hapa jenga, mimi ndo bosi, wewe kaa chini. Nani tena? Utajua noma kweli. Mnyama niko getini, nikinga gang langu mbele. Heshima kwanza, la sivyo utaiona kazi. Cheza mbali, cheza mbali. Nipe habari. Naomba kazi yangu uifanye leo. Hakikisheni mnamzika.